Marahaba, ujambo? Jambo. Mzima? Mzima. Huku unatoka? Huku umetoka dukani. Kutoka dukani? Aha, basi sawa. Mimi ndo naondoka hivyo maana nimekuja kwa baba mdogo wako nimekuja kuchukua hivi vitu ambavyo baba mdogo wako alinipa. Ndo narudi kijijini. Anko unaondoka? Sasa unajua tena mimi bana maisha ya huku kweli sitoyaweza. Usiondoke. Anko usiondoke bwana, usiondoke. Kwani baba mdogo wako hajakwambia kwamba mimi nilishakuja kumwaga naondoka? Mimi niliambia chochote baba mdogo. Basi ule mdogo wako atakuwa anajua. Ipo siku tu mimi nitarudi, sawa Mimi nakujua wewe muongo, ukiondoka ndo muondoka na ulisema kabisa ukaondoka kijijini urudi tena. Ngoja nikamwambia baba mdogo tunaondoka nani. Wewe ni mwanafunzi. Kwa hiyo cha kufanya ukishamaliza shule, baba mdogo wako namba yangu anayo. Atanipigia simu, mimi nitakuja kuchukua wewe, tunaondoka wote. Mimi kama vipi mimi sitaki, tuondoke wote. Tuondoke wote huko kijijini. Kama vipi nisubiri mpaka nimalize shule afu tunaondoka. Hamna, unajua nini? Usijali. Mimi ipo siku nitarudi, sawa Usijali, nitarudi nitakuja kuchukua pamoja na mdogo wako. Mimi najua yule bana yule naye anapenda sana safari. Kwa hiyo usijali, sawa Mimi sitaki. Kama vipi turudi wote nyumbani. Niamba mimi siondoke. Basi ngoja kwanza niende hivi, alafu narudi, sawa? Sitaki, na ukiondoka mimi nitaenda kujiua. Sitaki. Kama vipi tuondoke wote nyumbani huko. Turudi wote. Basi sawa, tuondoke. Nimekuita nina jambo moja ambalo nimelisikia, ya kwamba kuna kijana wa watu unamnyanyasa sana, ametoka kijijini. Sasa hizi habari baada ya kuzisikia mimi nimeumia sana moyoni. Haiwezekani. Hebu ngoja nikuite nije nikuulize. Haya mambo ni kweli au watu tu wananiongopea? Lakini nasikia kijana unamnyanyasa sana. Lakini kwa nini unafanya hivyo? Hizi habari za kweli sio za kweli? Sasa basi, huyu kijana unamnyanyasa, nasikia ukikutana naye hadi njiani unampiga. Ni kweli. Sasa kwa nini unafanya hivyo? Kwa nini unafanya hivyo? Mpaka watoto wako wanaingiwa na imani, wanamsaidia chakula, lakini unakutana hadi mtaani unataka kumpiga. Hebu kumbuka ndugu yangu, wakati unatoka kijijini mimi ninakupokea. Laiti ningelikuwa na roho kama ya kwako unayofanya hivi leo, wewe ungekuwa hivi leo? Ulikuwa huna ndugu, huna jamaa, lakini mimi kwa imani tu nikaona ni mhitaji, nikakusaidia kama mhitaji. Mimi wewe ninapokujua ni mtu ambaye tumeishi naye miaka mingi, ni mtu mwema na mstaarabu. Kwa nini unabadilika? Tumeishi kama familia, tumeishi kama ndugu, hatubaguani wala hatujanyanyasana. Sasa basi, ninachokuomba hiyo tabia achana nayo. Badilika ndugu yangu. Hebu msaidie, anahitaji. Umeelewa ndugu yangu? Na kibaya kingine ndugu yangu ambacho wenyewe wahenga wanasema kwamba Mungu si Asumani. Yaani juzi tu ndugu yangu nimegundua kwamba yule ni ndugu yangu, tena mdogo wangu kabisa, ni mama mmoja. Acha. Yaani mdogo wangu kabisa, wa kuzaliwa. Tumbo moja. Tumbo moja kabisa. Hebu angalia sasa. Unaona sasa? Mambo ya ajabu haya. Kumbe ni ndugu yako wa damu. Usimdharau mtu usiyemjua. Au kingine ambacho nimejaribu kumwambia basi aje nyumbani hapa tuishi naye, lakini amekataa, amesema yeye anataka nyumbani, maisha yako hawezi kuyaishi. Inasikitisha sana, inasikitisha sana. Atakubalije jinsi ulivyomnyanyasa? Maana umempiga hadharani. Mimi hili jambo limenikera sana. Sasa kama ni ndugu yako wa damu kabisa, kuzaliwa tumbo moja, umeshamtendea namna hii, hebu fikiria kwenye familia itakuwaje? Utaonekanaje? Lazima ataondoka. Lazima aondoke.
Sasa hebu fikiria, unatengeneza picha gani kwenye familia? Picha hii unayotengeneza ndugu yako wa damu, sasa huyu anaondoka kijijini. Badilika bwana. Badilika bwana. Kama kweli umekiri, umekosea, tunajaribu kutengeneza mambo ya kifamilia tuone tutafanyaje. Sawa. Ndio ndugu yangu. Salama upo? Tunashukuru Mungu. Wapi size wapi? Bwana. Ndugu unajua size kumeshakucha. Na pilika. Afu tunauliza tena wapi tena? Unaona kama kiguu na njia vipi tena? Nilikuwa naenda mara moja huku. Lakini ni vyema nimekutana nawe hapa. Sababu nakumbuka kile ulichoniagiza. Ule mzigo ulioniagiza nilimpelekea ndugu yako. Nadhani nimeufikisha salama salimini. Labda nikutoe wasiwasi kidogo. Kingine kama niseme kama nashukuru sana ndugu yangu. Sababu wewe ndugu yangu bwana, yani urafiki tulionao kama undugu sasa. Hiyo kiukweli najivunia sana. Na nashukuru sana. Labda nikutoe hofu kitu kimoja kwamba yule ndugu yangu bwana alikuja nyumbani. Alikuja nyumbani. Tena shukuru sasa ule mzigo nilimwagiza ndo alikuja ameuvaa sasa. Sadaka. Umeona bwana? Nadhani Mungu ni mwema. Ila alipokuja pale nyumbani alizungumza kitu kimoja. Anahitaji kurudi nyumbani. Anakurudi nyumbani? Na hilo swala mimi nadhani aliligusia. Nikamwambia ina shida, kama una swala la kuondoka utaenda kuongea na ndugu yako ili na yeye aelewe hicho unachokipangilia kwa sasa hivi. Basi nijaribu kumsia hapa na pale bwana, kaa nyumbani bwana, ujaribu tukae kifamilia hapa. Akasema isemi maisha huko bwana, wewe changamoto na hivi. Sasa kwanza nirudi kwanza nyumbani kwanza. Basi kama kurudi bwana, rudi hata siku nyingine kwa sababu nashapafahamu mimi nitarudi. Nikamwambia sasa haina shida ndugu yangu. Kwa hiyo ndio hivyo, muda wote yule ndugu yangu anaweza akarudi. Lakini ni vizuri kwa kuwa lengo lake kubwa ilikuwa ni kumtafuta ndugu yake na shapata. Basi hata akiondoka haina shida kwa kuwa shapajua. Atarudi tu. Si shako nyumbani hapa. Ila wasiwasi wangu mimi ndugu yangu. Ndio changamoto ziko zikitokea hapa na pale, kupuchani zile. Umeona? Kwa hiyo sasa wasiwasi wangu mimi ndio huo, nikaanza kaenda nyumbani kule bwana, si nikutana ndugu yangu ananifanyia hivi, sio kanafanya hivi. Kwa hiyo ila sio mbaya kwa sababu wote ni ndugu bwana. Wanasema damu nzito kuliko maji. Kwa hiyo mimi naamini yanazungumzika. Kabisa. Ila mimi naamini ndugu yangu ashatoa kinyongo mpaka kuja nyumbani vile, alifurahi kwa kweli. Basi jambo jema. Basi sawa. Ila tu kama tunaondoka tuniongee kitu kimoja. Hii inatufundisha kitu kimoja. Kwamba usimdharau mtu sie mjua. Kwa nao makini sana ile swala. Wewe nalijua hiyo. Basi sawa. Sawa. Sawa, wewe uko wapi?